Okay. Ndugu zangu, kama nilivyoeleza kwenye proposal yangu, kikubwa ninachohitaji kutoka kwenu ni ushirikiano wenu tu. Okay. Kwani unahitaji nini hasa? Ninachohitaji kutoka kwenu ni nyinyi kuwa sehemu ya bodi ya wakurugenzi kwenye kampuni yangu. Okay. I got a question. Yes, order. What is the benefit we're gonna get if we invest in your company? Good question. Neema. Neema, hebu acha kucheza na wageni sawa? Sawa mama. Na Good question. In case of benefit, don't worry. Kuna mikakati mizuri ambayo tumeiandaa ndani ya kampuni ambayo itatuwezesha moja kunufaika na kampuni yetu. Na kingine, niko na Madam Morini hapa. Bila shaka nafikiri wote mnamfahamu. Yeye atakuwa ni sehemu ya kampuni yetu. Kwa ninavyojua mimi, hiyo sanaa ni kazi za watu waliofeli kimaisha, tena waliopoteza dira kabisa. Mr. Tonton, huoni kama tukiwekeza pesa zetu tutapoteza? Yeah. Mr. Tonton, kwa upande wangu mimi share zangu nimezipata. Nashukuru sana. Neema. Neema. nimeshakwambia mara ngapi kuhusu kucheza na wageni? Kwa nini unawasumbua wageni? Naongea na wewe umebunda, si ndio? Nimekuongelesha kwa mdomo, imeshindikana. Sasa kuongelesha kwa vitendo. Neema, unapasua vyombo vyangu. Neema, unapasua vyombo vyangu. Nakuuliza, unapasua vyombo vyangu? Yaani unapasua vyombo vyangu na vyombo vyangu, sivyo? Hapana madam. Sanaa sio kwa watu waliofeli wala waliokosa dira ya maisha. Hiyo ni mitazamo hasi kwa baadhi ya watu. Tumeshuhudia watu wakifanikiwa kupitia sanaa. Na ndio maana kampuni hii tunayokwenda kuianzisha itakwenda kutengeneza ajira kwa vijana na kuweza kutimiza ndoto zao. Na baadhi ya majibu utayapata baada ya kupitia proposal hii. Ningependekeza nione kwanza mikataba yako. Kikubwa nitawatumia proposal ili kila mmoja wenu awe nayo kwa ajili ya kuipitia ili tufanikiwe zaidi. Mbona uli chakula kwa nini? Sitaki. Hebu nitolee uchizi wako. Kula chakula ukalale. Sitaki. Neema, nitakuchalaza, umenisahau eti? Hebu kula chakula haraka. Mimi sitaki.
Mke wangu, hebu mwache kwanza mtoto. Nimwache mtoto? Unajua alichokifanya pale mezani? Unajua wewe ujinga ndio unauendekeza. Mimi malezi ya kijinga sitaki. Ila basi tu. Unajua akili yangu ikichanganyikiwa, Dema, hichi chakula utakuja ukile. Wamechukua simu yangu kwenda kuichezea. Neema, kwa nini unalia binti yangu? Mama amenipiga. Mama amekupiga? Nini kimetokea mpaka akupiga? Alinipiga, nilibamiza simu yake chini, kavunjika kioo. Neema, sasa kwa nini umefanya hivyo? Nilikuwa na hasira. Sasa nenda chumbani kwangu karibu na dustbin kuna mfuko mwekundu. Kaniletee, sawa? Sawa eh? Haya, nyamaza. Silie binti yangu. Haya. Bani nenda kaniletee. Asante. Sasa nataka tuende unisindikize tukamfundisha jambo moja. Sawa. Cheka basi. Mwanangu, unauona huu mti? Vizuri. Na hii ni nini? Nyundo. Na hiki ni nini? Misumari. Vizuri. Sasa mwanangu, utapokuwa na hasira, uchungu, maumivu, njoo ugongelee msumari mmoja hapa kwenye huu mti. Sawa? Hakikisha misumari yote inaisha. Umenielewa vizuri? Haya baba, nikuelewa. Sawa.
Ya, karibu. Sikutaraji kama utaitikia wito wangu. Wala usijali, naheshimu wito wako kwangu. Ya, unajua wewe ni mzuri sana. Unajua mimi naitwa nani? Mimi naitwa Mr. Kaboza. Ni mtu mwenye heshima zake hapa nchini. Kama meza hii pamoja na mimi, jinsi ni mtu mwenye bahati. Asante, nashukuru sana. Nahitaji nikufanyie mambo makubwa, ila nahitaji uachane na Mr. Tonton. Wewe ni msanii mkubwa. Natamani ufike mbali, upeleke Nigeria, Canada, Marekani, ili ukutane na wasanii wakubwa. Pia nimekuandalia chumba kizuri cha kifahari kwa ajili ya maongezi yangu ya mimi na wewe. Sasa kwa nini unafanya yote hayo, ingawa mimi na wewe hatuna maelewano yoyote? Nola, huo ni upendo tu. Nikubali ili utimize ndoto zako kwa wakati. Samahani Mr. Kaboza, mimi nina familia na nina ndoa pia. Kwa hiyo siwezi kufanya jambo unalotamani wewe. Samahani, nahitajika. Tutaonana siku nyingine. Halo? Yaani kanaringa. Kakuwa kamenikataa. Nitatoa share zangu kwenye hiyo kampuni ya G Film. Shenzi kabisa. Mwanangu, kwa kuwa misumari yote umemaliza, sasa nataka ufanye jambo moja. Kila utapokuwa na furaha, njoo chomoe msumari mmoja kutoka kwenye mti huo. Ukihisi kufurahishwa na jambo lolote, chomoa msumari mmoja kutoka hapo. Sawa mwanangu? Sawa baba, nimekuelewa. Mwanangu, baada ya kuitoa misumari yote kwenye huo mti, ni kipi ambacho unaona kimebakia? Matobo tu. Vizuri. Sasa hivyo ndio inavyokuwa kwa wale watu ambao unakuwa umewakosea.
hata uombe msamaha kiasi gani, makovu ya taswira ya maumivu hubaki kwenye mioyo yao. Kwa hiyo baba, yote haya anayoyafanya huwa matobo yanatokea kwenye mioyo ya watu. Maumivu yake ni sawa sana hayo matobo ambayo unaona kwenye huo mti. Haya, twende ndani. Hiyo naomba mnisamehe. Tumesha kusamehe kwa sababu sisi tunakupenda sana.